Hilo neno ujasiri linaitwa paresis. Paresis ni maneno mawili ya Kiunani, na mimi naanza vile kwa sababu ili maana mtu asiposema uwe jasiri anaweza sijue ni nini. Paresis ni maneno mawili, la kwanza ni pas, alafu la pili resis. Pasi maana yake ni yote, all, ile ya Kiingereza A, L na L. Hiyo all hiyo, kusema ninyi nyote, you all. Wa Yunani wanatumia neno pas, chote, kama ni kitu chote, kama ni maji yote, kama ni chakula chote, kama ni watu wote. Hiyo neno wote, chote, yote, hiyo ambayo natumia neno pas. Alafu resis ina maana mbili. Ina maana ya taarifa, report, ama declare, tangazo. Kwa hiyo inamaanisha tangaza yote, toa taarifa yote, ambalo hilo neno sasa inapokuwa linamaanisha hivyo, hapo nimelivunja ulione maana yake. Lina maana kubwa tatu. Unaposema sema yote, alafu ndio inakuwa neno umekuwa na ujasiri. Ukisema yote umekuwa na ujasiri. Inamaanisha mambo matatu. La kwanza, unasema kinagaubaga, plainly. Mbili, unasema wazi, openly. Tatu, unasema kwa ujasiri, confidently, ambayo inamaanisha unayaishi, unajua unachosema. Kwa hivyo ukichukua ya mawili, openly, wazi, na plainly, kinagaubaga, kuna neno moja la Kiingereza natumia neno frankly. Anazungumza frankly. Unasikia na unaelewa anachokisema, toni yake, anavyotamka, maneno yenyewe anayatamka, na yameunganika na neno aliyotamka la kwanza na linalofuata, linalobeba ujumbe unaoeleweka. Kwa hivyo frankly, openly, plainly, halafu confidently, ambayo yote hayo maana yake ni nini? Zungumuza yote bila kufuta chochote, without cancelling any. Moja, without omitting, bila kuruka chochote. Hauruki chochote.